Ukisikia upana wa kikosi, kwa kimombo squad depth, basi ndio hii inayoonekana ndani ya Yanga. Kwa kikosi kilichopo Yanga unaweza kupanga vikosi vinne na bado vikawa bora kuzidi timu nyingi katika ligi ya Tanzania. Achana na hivyo vikosi, leo nakupangia kikosi bora zaidi cha Yanga baada ya usajili. Hii ndio first 11 ambayo inaweza kuanza dhidi ya timu yoyote barani Afrika kwenye mechi za kimkakati kama dhidi ya Al Ahly ya Misri na zingine za sampuli hiyo. Hiki ndicho kikosi bora zaidi cha Pedro Gonçalves, kocha mkuu wa Yanga. Kumbuka kikosi hiki ina maingizo mapya mengi, lakini pia kutakuwa na mabadiliko kadhaa ya kimajukumu kwa kutazama aina ya sajili zilizofanyika. Hivyo tarajia kuona baadhi ya wachezaji waliokuwa hawatumiki hapo awali wakitumika zaidi. Uchambuzi huu umedhaminiwa na Alphonse Edward Mgimba kutoka Msumbiji. Kwa huduma za kutuma fedha kutoka Msumbiji kwenda Tanzania zinapatikana kwa Alphonse. Ofisi yake ipo pale Lichinga, wilaya ya Mitengula, kata ya Lupilichi, kijiji cha Karandani, mtaa wa Colombia. Alphonse anatuma kiasi chochote unachotaka. Nenda leo kapate huduma za uhakika chap kwa haraka. Unaweza kumtafuta pia kwa njia ya WhatsApp 0670400287. Na bila kupoteza muda, acha tuanze. Kocha Pedro Gonçalves ni muumini wa mfumo wa 4141. Katika kipindi chote alichokaa na Yanga, mfumo wake unakuwa na uwazi upande wa kushoto, ambapo Pedro hupendelea kuanza na winga mmoja upande wa hapa kulia. Mara nyingi alianza Celestin Ekwa kama chaguo la pili lilikuwa ni Edmund John, na mara chache sana alianza na Ofen Chikola, na sasa kuna ongezeko la bwana mdogo Alan Okero. Kwa mantiki hiyo, anayeanza kama beki wa kushoto anatakiwa kuwa na sifa kuu moja: kumudu kulitumia vyema pengo hili kwa kupanda kushambulia na kushuka chini kujilinda. Mohamed Hussein Shabalala ameonyesha ukomavu mkubwa sana, na ukweli ni kwamba ana uzoefu mzuri zaidi ya Shadrack Isaka Boka. Tofauti kubwa iliyopo kati ya mabeki hawa wawili ni Shabalala anapopanda kumwaga maji huhakikisha analiskani vizuri box na kujua ni mchezaji gani mwenza yupo hapa na kisha kumwagia maji. Boka anapiga tu cross bila kutazama hilo. Lakini pili, Shabalala anaweza kupiga long ranges, na ndio maana dhidi ya Mtibwa Sugar alifunga goli la long range. Kwenye mechi za timu ya taifa Shabalala huwa anafunga pia. Kiufupi, Shabalala ataofa vitu vingi zaidi ya Isaka Boka, hivyo kushoto ni Mohamed Hussein Shabalala. Kabla sijakupeleka kwenye nafasi nyingine, hii hapa ndio mikimbio ya wachezaji wa kocha Pedro Gonçalves katika mfumo wa 4141. Katika mfumo huu, mchezaji pekee ambaye hana mikimbio mingi na mirefu ni golikipa Djigui Diarra pekee. Kwenye eneo la beki wa kati kuna vita kali kati ya Ibrahim Baka, Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto na Frenkie Asinki. Sikia hii. Mara nyingi kocha Pedro Gonçalves alianza na Baka na Job. Mechi za mwishoni baada ya Baka kufungiwa, Frenkie Asinki akapewa nafasi akakiwasha kweli kweli. Kwenye timu ya taifa, Bakari Nondo Mwamnyeto amekichafua sana. Hii inamaanisha atakayeanza kwenye eneo hili sio kwa sababu yeye ni bora zaidi ya wengine, bali kwa sababu mechi husika inamtaka aanze. Lakini kwa upande wangu, Job na Baka wameonyesha muunganiko mzuri zaidi ya mabeki wengine, lakini pia ndio mabeki wanaojitoa zaidi pale Yanga, hivyo wanafaa sana kuanza hapa. Kwenye eneo la beki wa kulia nako kuna kazi ngumu sana. Kibwana Shomari, Isra Patrick Mwenda na Yao Kwasi Atura. Ukiwatazama watatu hawa wana tofauti nyingi. Yao ni mzuri kupanda kwa tahadhari, anashambulia vizuri kwa kuoverlap, huku Mwenda yuko tough, anajituma sana na mzuri zaidi kiulinzi kuliko kushambulia. Kibwana Shomari naye anapambana japo ubora wake upo nusu kwa nusu. Yao Kwasi aliye fiti anachukua namba mbele ya Kibwana na Patrick Mwenda. Tumemaliza eneo la kiulinzi. Hilo ndilo eneo jepesi zaidi kwa Yanga. Wachezaji wake wanatabirika kirahisi. Kabla sijakupeleka kwenye eneo gumu zaidi, eneo la kiungo na ushambuliaji, nikukumbushe wewe ambaye hujasubscribe, usubscribe na kubofya alama ya kengele kama kweli unatamani kuendelea kutuona tukitoa uchambuzi kila siku. Lakini pia unaweza kutusapoti kwa kununua kitabu chetu cha sanaa ya kushambulia kwa kushtukiza. Usichokijua ni kwamba 70% ya madini unayoyaona hapa yanatoka kwenye hiki kitabu. Hivyo kwa wewe kuwa nacho ni nusu ya kuwa fundi wa mpira. Kumbuka sasa kiko sokoni kwa bei ya promotion. Kuna raha yake kutazama mpira kiufundi zaidi. Kuna raha yake kujua ubora wa mbinu na udhaifu wa kila timu. Wa kwanza kujua ni nini makocha wa timu zote mbili wanafanya ndani ya dakika 90. Ujuzi huu utaupata kupitia hapa Soka Data, na mwingine mwingi zaidi utaupata kupitia kitabu chetu cha sanaa ya kushambulia kwa kushtukiza. Msimu huu tumekuja na ofa kubwa haijawahi kutokea. Niambie.
Ukinunua kitabu chetu tutakupa application itakayokuwezesha kupata vitabu vingine zaidi ya 100 vya soka. Msimu huu usipokuwa na jicho la kiufundi, basi bora uache kufuatilia mpira. Kwa shilingi 10,000 pekee utapata nakala yako papo hapo. Piga simu au tuma ujumbe mfupi kupitia WhatsApp kwa 0627532401. Kumbuka, hii ni ofa, wahi leo kabla haijaisha. Katika eneo la kiungo hadi sasa kuna wachezaji wawili pekee ambao namba zao ni za uhakika. Yuko Pacome Zouzoua na Maxime Pia Nzengeli. Pacome kushoto na kulia Maxime Pia Nzengeli. Kwa upande wa winga kulia, ukweli ni kwamba Yanga haina winga wa kutisha. Hakuna deadly wing wa kukupa kila unachokitaka kwa wakati. Celestin Ekwa ana kasi ndio, lakini anakosa ubora na tija kwenye nyakati za mwisho. Kuna wakati anashindwa kufanya maamuzi sahihi hadi anaporwa mpira au anapoteza pasi muhimu na kuua shambulizi. Lakini kutokana na aina ya mshambuliaji kama Depu ambaye ni mzuri wa kumalizia mipira ya cross, basi Ekwa kama ataendelea kuwepo kikosini atakuwa chaguo la kwanza la kocha Pedro Gonçalves, kwani Pedro anaonekana kupendelea matumizi ya winga asilia kuliko kuanza na kiungo wakati anayetokea pembeni. Faida ya Ekwa kulia ni kupiga cross na mikimbio yake ya kuingia ndani, lakini kubwa zaidi kocha Pedro Gonçalves anapenda kasi na jinsi anavyowachachafya wapinzani hasa kwenye mipira ya 1 against 1. Hivyo hapa anakaa Celestin Ekwa japo kishingo upande. Hadi kufikia hapa bado kuna wachezaji watatu kwenye mstari wa wima. Acha tuanzie hapa katikati. Kiungo wakati wa Pedro Gonçalves ni box to box, lakini pia muda huo huo ni inside 10. Timu ikiwa inashambulia anatakiwa kushuka kumsaidia holding midfielder, na timu ikiwa inashambulia anatakiwa kufika kwenye box la mpinzani kama backup ya mshambuliaji. Kiungo huyo anatakiwa kuwa vizuri kukaba kuanzia juu ya uwanja. Hivyo sifa kuu ya kiungo huyo, anatakiwa kuwa na mapafu ya mbweha, mtukutu na mwenye uwezo wa kuanzisha na kumaliza shambulizi. Mudathir Yahya Abbas anafiti zaidi katika eneo hili. Kumbuka uwepo wa Mudathir unamfanya Mohamed Doumbia kuonekana si lolote, licha ya ukweli kuwa Doumbia ni fundi zaidi ya Mudathir, lakini tofauti yao kubwa ni umbweha, ambapo kocha Pedro Gonçalves ni muumini wa umbweha kuliko ufundi. Ukiachana na eneo hili, hapa juu kwa mshambuliaji nako kuna vita kali. Kumbuka kuna Dube, kuna Mzize, kuna Mwanengo, bila kumsahau usajili mpya Depu. Yanga ina kila aina ya mshambuliaji. Balaa ni kwamba yeyote anaweza kuanza hapa na akakupa matokeo chanya. Kwa upande wangu, chaguo langu la kwanza kutokana na aina ya kikosi kilichopo, basi naanza na Depu. Chaguo la pili ni Mwanengo, kisha Dube na Mzize. Binafsi nimemaliza. Kama kweli wewe ni mfuatiliaji wa soka data, niambie ni nani anafaa kucheza kwenye eneo la kiungo dimba la chini? Kumbuka kuna Mohamed Damaro Kamara, kuna Lassine Kouma, kuna Azizi Andambwile, kuna Duke Abuya, bila kumsahau Moussa Bara Conte. Wewe ungeanza na nani hapo? Tukutane kwenye comment. Hakikisha una subscribe. Hadi wakati mwingine, kwa heri.